usitumie hela ya mkopo kwenye biashara yako kabla hela hiyo haujaisafisha. Umeelewa? Kwa mujibu wa asili kuu kwa kamili, fedha yoyote unayokopa kwa lengo la biashara au kwa lengo la kufanyia biashara ni lazima isafishwe ili iwe ina nguvu kuu za uhai za aina 4, ili iwe ina nguvu kuu ya uhai ya furaha kwenye biashara yako, ili iwe ina nguvu kuu ya uhai ya utulivu kwenye biashara yako, ili iwe ina nguvu kuu ya uhai ya upendo kwenye biashara yako, ili iwe ina nguvu kuu ya uhai ya amani kwenye biashara yako. Kwa unapokopa fedha kwa ajili ya kufanyia biashara au kwa ajili ya kuendeshea biashara, lazima uisafishe. Hii ni kwa mujibu wa asili kuu kwa kamili, na hii ni kwa mujibu wa ufahamu mkuu kwa kamili, na hii ni kwa mujibu wa nuru na upendo mkuu uliokuwa kamili ambao upo kwenye umbo la duara. Umeelewa? Sasa usiposafisha fedha ya mkopo, nini kinatokea? Usiposafisha fedha ambayo umekopa tu ukaitia kwenye biashara moja kwa moja, fedha hiyo inaweza ikakupa matokeo ya aina 5. Inaweza ikakupa matokeo ya nguvu kuu ya uhai ya maumivu kwenye biashara yako. Inaweza ikakupa matokeo ya nguvu kuu ya uhai ya migogoro, majuto, kero, wasiwasi, fujo na ugomvi kwenye biashara yako. Hivyo basi, asili kuu na ufahamu mkuu kwa kamili unakwambia fedha uliyokopa lazima uisafishe. Umeelewa? Kwa nini unaisafisha sasa? Kwa sababu fedha hiyo ambayo uliokopa ni nguvu kuu ya uhai ya kiume. Fedha ni kiumbe hai. Fedha ni nguvu kuu ya uhai ya moto. Fedha ni nguvu kuu ya uhai ya manii. Kwa maana yake nini? Fedha inahitaji isafishwe, ipozwe na maji. Umeelewa? Sasa leo nitakupa mbinu za kusafisha fedha ya mkopo ili uweze kuifanyia biashara vizuri kabisa. Iko hivi, ukishaenda kukopa hiyo fedha, sehemu yote ambapo umekopa, chukua kiwango kidogo cha fedha, nenda kanunulie maji. Umeelewa? Yaani nunua maji kutokana au kutoka kwenye fedha ambayo umekopa. Nunua maji kama lita 20, 30, 40 na kuendelea. Umeelewa? Ukishanunua maji hayo, hatua ya pili sasa, ukishanunua maji hayo, tafuta sehemu tulivu, sehemu yenye ukimya, sehemu yenye upendo, sehemu yenye amani. Hifadhi maji hayo ndani ya siku 21. Maana yake ya hifadhi maji ambayo umenunua kwa fedha ya mkopo kwenye sehemu ambayo ina nguvu kuu ya uhai ya utulivu, nguvu kuu ya uhai ya nuru, nguvu kuu ya uhai ya ukimya na nguvu kuu ya uhai ya upendo. Aidha inaweza kaa ndani ya nyumba yako, sehemu nyuma ya nyumba yako, au sehemu yote ambayo unaamini wewe kwa mujibu wa ufahamu nuru na asili kule kwa kamili, hiyo sehemu ni sehemu tulivu. Ya hifadhi hapo ndani ya siku 21. Sasa ndani ya hizo siku 21, kila siku saa 12 jioni mpaka saa 1:30 usiku, unakwenda sehemu hiyo ambayo umehifadhi hayo maji, unakwenda kuzungumza kwa kutumia asili kuu kwa kamili na ufahamu mkuu kwa kamili, kwa kupitia nguvu kuu ya uhai ya sasa kuu kwa kamili. Unazungumza hivi, umeelewa? Kwamba nimenunua maji haya kwa kupitia fedha ambayo nimeipata kwa njia ya mkopo. Lengo la kununua maji haya ni kusafisha mkopo huu kwenye biashara yangu, ili mkopo huu uwe una nguvu kuu ya uhai ya upendo ndani ya biashara yangu, ili mkopo huu uwe una nguvu kuu ya uhai ya furaha ndani ya biashara yangu, ili mkopo huu uwe una nguvu kuu ya uhai ya utulivu na amani ndani
ya biashara yangu. Kuanzia sasa ninasafisha mkopo huu kwa kupitia maji haya ambayo nimenunua kupitia huu mkopo. Hivyo basi mkopo huu upo safi na upo salama. Umenielewa? Ukishazungumza maneno ya ndani ya siku 21, chukua maji hayo, nenda kawape wanyama. Umenielewa? Tafuta wanyama aidha wa kufugwa au wanyama wa porini, wape maji hayo wanywe. Wakinywa maji hayo, manake tayari umekuza nguvu kuu ya uhai katika asili, katika ufahamu, katika nuru, na mkopo unakuwa ni salama.